Kwanza kabisa nataka ujue jambo moja muhimu sana. Unachopitia hauko peke yako. Watu wengi sana wamewahi kushika pesa nyingi katika maisha yao, lakini hawakujua namna ya kuisimamia. Wengine walitumia kwa nia njema, wengine kwa presha ya familia, wengine kwa kukosa uzoefu, na wengine kwa kuamini kuwa bado kuna muda wa kurekebisha mambo. Leo hii unajikuta umesimama mahali pagumu sana. Pesa zimepita, kama ni kiinua mgongo kimekata, na unajiuliza maisha yataendaje mbele. Kuna hofu, kuna majuto, na wakati mwingine kuna aibu hata ya kuzungumza na watu. Lakini ukweli mmoja ambao nataka ushike vizuri ni huu: maisha yako hayajaisha kwa sababu pesa zimeisha. Pesa inaweza kupotea, lakini uwezo wako wa kuanza upya haujapotea. Uhai wako bado upo pia. Na pale mtu anapokuwa hai na bado ana akili timamu, bado ana nafasi ya kujenga kitu, hata kama si kikubwa kama zamani, lakini cha heshima na utulivu. Kwanza kabisa, unapaswa kuachana na mzigo wa kujilaumu kupita kiasi. Ni kweli ulifanya makosa, lakini kuendelea kujilaumu hakutabadilisha chochote kile. Watu wengi wanaangamia si kwa sababu walikosea, bali kwa sababu walishindwa kusimama tena baada ya kukosea. Kama ukikaa kwenye majuto, akili yako inafungwa. Huoni fursa, huoni njia, unagiza tu mbele. Lakini ukikubali kilichotokea na kusema moyoni, sawa, nimekosea, lakini bado nipo, hapo ndipo akili inaanza kufunguka tena. Kumbuka, maisha hayamtaki mtu mkamilifu, bali mtu anayejifunza na kusonga mbele. Unahitaji kukubali hali yako ya sasa bila kujificha nyuma ya hadhi ya zamani. Hili ni gumu sana kwa wengi, hasa wale waliowahi kuwa na nafasi au uwezo mkubwa. Unakumbuka ulikuwa nani, ulikuwa na nini, watu walivyokuheshimu, na sasa hali imebadilika. Lakini ukweli ni kwamba huwezi kuanza upya ukiwa bado unashikilia picha ya zamani. Lazima ujikubali ulipo sasa, hata kama ni chini kuliko ulivyokuwa. Hapo ndipo mwanzo wa safari mpya unapoanzia. Watu wengi wanachelewa kuinuka, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanashindwa kuanza maisha mapya kwa unyenyekevu. Anza na kile ulicho nacho, hata kama ni kidogo sana. Watu wengi wanapofika hapa huangalia walichopoteza badala ya walichobakiwa nacho. Unaweza usiwe na pesa nyingi tena, lakini bado una kitu muhimu sana ambacho wengi hawakithamini. Nacho ni uzoefu wa maisha. Umeona mengi, umejifunza mengi, umejua mambo ambayo kijana wa leo hajui. Huo pekee ni mtaji mkubwa sana. Unaweza kuanza kitu kidogo, hata kama si biashara kubwa, lakini kitu kinachokuingizia kipato kidogo cha kuendesha maisha yako. Kitu cha msingi hapa si ukubwa wa unachoanza nacho, bali mwendo unaoanza nao. Maisha mapya huwa hayaanzi kwa vitu vikubwa, bali kwa hatua ndogo ndogo thabiti. Jifunze kuishi maisha mepesi na yenye mipaka. Hii ni hatua ya hekima sana. Kama zamani ulikuwa unaishi maisha ya juu, sasa ni wakati wa kujifunza kuishi maisha ya utulivu na nidhamu. Hii sio kushuka hadhi, bali ni kujipanga upya. Unahitaji kupunguza matumizi yasiyo na lazima, kuweka mipaka kwa wanaokuomba msaada bila mpango, na kujilinda na presha ya kuishi kama zamani. Watu wengi wanaanguka mara ya pili kwa sababu wanajaribu kuendelea kuishi maisha ya zamani bila kuwa na uwezo ule. Yaani hapa unatakiwa uwe mkweli na nafsi yako, uishi kulingana na uwezo wako wa sasa, na uanze kujijenga polepole. Jenga tena tumaini na mwelekeo wa maisha yako. Mtu anaweza kupoteza pesa nyingi sana, lakini asipoteze tumaini, na bado akawa na nafasi ya kuinuka tena. Lakini ukipoteza tumaini, hata kama ungepewa pesa leo nyingi kiasi gani, zitapotea tu.
Unahitaji kujiuliza sasa, je, nataka maisha yangu yaweje kuanzia hapa? Lakini je, sitazungumzia tena makosa ya nyuma. Nitaanza kujenga nini sasa baada ya hapa? Weka malengo madogo madogo ya kweli kabisa yanaweza kufikiwa. Kila hatua ndogo unayoipiga itakurudishia nguvu na imani ya maisha. Usijilinganishe na jana yako, jilinganishe na leo yako. Ukiweza kuwa bora leo kuliko jana, tayari uko kwenye njia sahihi. Unajua maisha yana tabia moja ya ajabu sana. Kawaida ya maisha huwa hayamaliziki pale mtu anapofeli, bali pale mtu anapoacha kujaribu. Ulichopitia ni somo, si mwisho. Ni ukurasa, si kitabu kizima. Ni sehemu ya maisha yako, si hatima yako. Watu wengi waliokuja kuwa na maisha ya heshima walipitia vipindi vigumu sana katika maisha yao, lakini hawakukubali kubaki pale walipoangukia, bali walinyanyuka, walijipanga upya na wakaanza tena, hata kama walikuwa wamechelewa. Na wewe unaweza kufanya hivyo. Usione aibu kuanzia chini. Aibu ya kweli sio kuanzia chini, bali ni kubaki chini wakati una uwezo wa kuinuka. Chukua hatua ndogo ndogo leo. Amua kusimama tena, amua kujenga tena, kwa sababu maisha bado yanakusubiri mbele.